TV, nuru ya ulimwengu. Asante mtazamaji wa Don TV kwa kuendelea kuwa nasi mwanzo mpaka sasa hivi, ambapo tunaenda kuongea na mtumishi wa Mungu Nabii Alfadoni, mtumishi ambaye amefunguliwa, ana maono na pia ana mafuta. Wengi wamekiri na wengi wametoa shuhuda mbalimbali kupitia madhabahu haya, wakielezea namna ambavyo wameponywa na kufunguliwa katika maisha yao ya kila siku. Sasa amekuja na kitu kingine kikubwa ambacho kinahusiana na tamasha na kongamano kubwa ambalo atalika watu wote na watafika pale kwa ajili ya kufunguliwa na kupewa nguvu mpya katika maisha yao ya kila siku ya kiroho, lakini katika maisha ambayo tunayategemea hapa duniani, maisha ya kiuchumi, kama ambavyo watumishi wamesema hapo awali kwamba atawapa mtaji wafanyabiashara wadogo wadogo. Ni mtaji wa namna gani? Ni kukaribisha wewe ambaye unatufuatilia uweze kufika hiyo siku. Atakuja hapa, ataongea mengi na atatuelezea namna ambayo wameamua kuanzisha huduma hii na kwa nini wamepeleka sehemu husika ambayo atahitaji hapo baadaye. Lakini pia maswali ambayo tunatamani kujua, atakuwa na mtumishi gani siku hiyo ambayo itakuwa ni ya kongamano. Asante, endelea kuwa pamoja nasi, lakini ni kuombe usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe. Lakini bonyeza kikengele hicho ili uwe wa kwanza kupata notification na vipindi kama hivi, na ukaangalia mazuri ambayo yanafanywa na mtumishi wa Mungu Prophet Alfadoni. Karibu, nikukaribishe tumsikilize mwanzo hadi mwisho, na tamani utaendelea kufurahia na kuona ni vyema kuendelea kumsikiliza mtumishi huyu wa Mungu ambaye ameletwa kwa ajili ya watu wote hapa ulimwenguni. Tumeongelea kwa habari ya kongamano ambalo litafanyika tarehe 7 mwezi wa 6 kwenye ukumbi wa Triple J, na mtangazaji anauliza kwamba maono haya yalitokana na nini. Mungu alinipa neema na kunipa maelekezo maalum kwa ajili ya kufanya kongamano kubwa ambalo litakuwa linafanyika pale Picha Ndege kwenye ukumbi wa Triple J. Kutakuwa na kongamano hilo tarehe 7 mwezi wa 6. Kwa maono ni kwamba ni kwenda kuwasapoti wale wote wenye changamoto mbalimbali, wale wenye shida mbalimbali. Kuna watu wana matatizo ambayo hayahitaji kwenda hospitali, yanamhitaji Mungu pekee. Biblia inasema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa hiyo tukipeleka Mungu wetu kwenye maeneo kama yale, kwa watu ambao wanamhitaji Mungu, basi watapata msaada kwa urahisi na kuweza kusaidiwa. Kuwashika mkono wafanyabiashara wadogo wadogo. Kuna watu ambao tutawashika mkono sio kwa kuwapa mkono, tutawapatia fedha. Yaani kwetu tutakuwa ni kama sadaka kuwasapoti wafanyabiashara wadogo wadogo ili kuinua huduma zao, biashara zao ambazo wanazifanya, lakini pia itawatia moyo na kuwafanya waendelee mbele zaidi. Itakuwa ni njema kuwasapoti wale ambao wanahitaji kupewa. Yesu anasema wapeni watu nyinyi, tuwape vitu. Kwa hiyo tunaenda kuwashika mkono kwa kuwasapoti mitaji wale ambao wanahitaji kusapotiwa. Awamu ya kwanza tulifanya kwenye ukumbi ule wa Triple J. Nilikuwa na baba yangu, mlezi wangu Prophet IPM, tulikuwa naye pale. Lakini pia kongamano lilikuwa kubwa sana. Lilikuwa kubwa sana. Lakini bado Mungu amenituma tena kurudi pale kwenda kuwashika mkono wafanyabiashara wadogo wadogo, lakini pia kula nao chakula, sio tu kuwapa mitaji, kula nao pia chakula. Tule chakula na watu ambao wana uhitaji. Kuna watu tukila nao chakula kwao itakuwa ni faraja, lakini lengo kubwa pia ni kuwasaidia wale wanaoteseka na matatizo mbalimbali. Kwa shida kubwa sio kula, isipokuwa pia kuwafungua wale waliofungwa. Tukimaliza pale tuweze kula nao chakula, tufurahi nao. Na naweza kusema kwamba kitu kingine special ni ile kwamba watu watapata tu neema ya kukaa pamoja na mtumishi wa Mungu, lakini pia surprise kubwa zaidi ni pale ambapo watu wengi watakaa meza moja na mimi. Hiyo ni surprise pia, lakini surprise kubwa kuliko yote pale ambapo watu watapona kutoka kwenye changamoto mbalimbali walizonazo. Mimi naamini katika mtu kumsaidia pale pale apone pale pale. Siamini katika nafuu. Nafuu najua bado ni mtu ni mdhaifu. Naamini mtu nimsaidia apone pale pale. Hiyo ni surprise kubwa sana. Kwa natamani nione watu wanafika pale na wanapona pale pale. Yaani wenye shida waje waache shida zao pale pale. Hiyo ni bonge la surprise.
nimeamua kufuata kila ambacho Mungu amenielekeza. Ningeweza kwenda sehemu nyingine yoyote, lakini Mungu ameniambia nirudi pale Triple J kwa sababu tayari baba yangu alishafungua njia, kwa ameshaachia baraka. Kwa naamini pia kwa jinsi ambavyo baba yangu alikanyaga pale, mimi pia napoenda pale kufanya kazi, ile neema itafanya kazi na watu wa Pwani na watu tutakaohudhuria wote. Kwa hiyo pale pako wazi kwa ajili ya kufanya kazi. Kwa nafuata kila ambacho Mungu amenielekeza. Nafikiri nguvu gani ambayo ipo kwa ajili ya maelekezo ya Mungu. Mungu anapokuwa ametoa maelekezo, yeye ndio anayetoa nguvu ya kuwasaidia watu wanaowaleta. Watu wanaokuja pale kwa sababu Mungu ndo amesema uende. Kwa na nguvu ya kuwahudumia wale watu. Hata kama ungekuwa ni wengi kiasi gani, ataiachilia pale pale. Kwa watu watapona na watu watafunguliwa na watu watabarikiwa siku hiyo. Watu wamehubiriwa alafu hawaoni mabadiliko. Alafu watu wameambiwa kupata vitu ambavyo baadaye kiuhalisia hawavipati. Ndio maana tukaamua kubadilika kwamba kuna wakati mwingine tunatakiwa kuwapa watu vitu. Kama Yesu wakati anamwambia Petro, wapeni nyinyi hao watu chakula. Alipokuwa akisema watu hawa wamekuwa ni wengi sasa, kwa nini tusiwaruhusu wakajitafutie chakula? Yesu anamwambia wapeni nyinyi watu chakula. Kwa hiyo ni vizuri pia tukiwatia moyo kwa kuwapa vitu. Tutawapa vya rohoni, lakini pia tunaenda kuwashika mkono, kuwasapoti, kupata mitaji. Itawatia moyo na watafanya kazi kwa bidii na watu watainuka. Lakini pia nje na hivyo kuna nguvu za giza. Wengine wakuta wanafanya kazi wanajituma, lakini nyuma yake kuna hizi roho zinaitwa roho za chuma ulete. Kwa nataka tufunge au ukurasa kwa watu kuingia kwenye hizo roho za chuma ulete. Kongamano litakuwa ni la siku moja tu. Tarehe 7 inatosha. Asubuhi mpaka jioni. Waimbaji wa nyimbo za Injili watakuwepo. Tutakuwa na Vivian William, lakini pia tutakuwa na Smart Boy, tutakuwa na Pius Wilson, lakini pia tutakuwa na waimbaji wetu wa kanisani kina Rebeka watakuwepo. Na kijana wangu pia mwingine yupo Chanika, ile present worship ya Chanika nao pia watakuwepo, na kanisa lote la Chanika pia litakuwa pale kwenye ukumbi. Waumini wamejihusisha kikamilifu sana, na ndio maana nimeweza kuwa na nguvu ya kuhakikisha nalifanikisha hilo. Kwa sababu moja, niliposema tunafanya kongamano na wenyewe wakasema ndio tutafanya. Biblia inasema ya kwamba tazama ilivyo vizuri na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Sasa ule umoja ndio umenipa nguvu ya kufanya Triple J. Washirika wa kanisa la Nuru ya Ulimwengu wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kazi ya Mungu inaenda kufanyika kwa ukubwa sana kwenye maeneo ya Triple J kule Picha Ndege. Kwa watu wote ambao watasikiliza interview hii na mtu atakapokuwa amesikia, ni vizuri akifika, kwa sababu hakuna atakayefika pale akabaki na shida. Naamini hivyo. Tutarajie nini kuhusu ujio wa Prophet IPM? IPM yupo na anaendelea na huduma zake na anaendelea vizuri, lakini pia kwa sababu ya ujio wa Prophet IPM, yeye alikuja kufungua njia na njia ilishafunguka, na ndio maana tayari Kibaha inaanza kupata ukombozi. Kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu ataenda kuviachilia kupitia mtumishi wake Prophet Doni, kwa sababu moja, pale ambapo kila mmoja atakayehudhuria kwenye ukumbi siku hiyo ya tarehe 7, watu wengi watakaohudhuria pale, nguvu ambayo Mungu ameiachilia, nguvu ya uponyaji, nguvu ya kibali, yani kuna vitu vingi sana vitafanyika siku hiyo, kwa sababu tutafungua vibali kwa watu, lakini pia tutavunja maagano kwa watu, tutafanya ibada maalum pia ya kufichua wachawi, kufichua maadui. Kuna watu ambao wanateswa na watu wasiowajua. Siku itakuwa pia ni ibada ya kufichua. Kwa kuta vitu vingi sana, tukiachilia mbali na mambo ya kuwashika mkono watu na kuwasapoti watu na mambo ya chakula, lakini ile tu mtu kukujulisha kwamba ulilogwa na fulani, hilo ni tukio moja kubwa sana. Aweza kukuambia tunamjua fulani, eza namjua mtu huyu aliwahi kukufanyia kitu 1 2 3 kwenye jambo fulani. Hili ni bonge la surprise, kwa sababu watu wengi ambao mimi nimewapokea ni wale ambao wamekuja na kutaka kujua, nataka nijue hatima ya maisha yangu. Maisha yangu niko kwenye wakati mgumu, nateseka, nahangaika,
lakini sijui nini nifanye maisha yangu yaweze kubadilika. So siku hiyo pia Mungu amenipa neema ya kufichua siri zilizojificha katika ulimwengu wa roho, yani kufichua maadui waliojificha. Kwa hiyo watu wote watarajie watakapokuja kukutana na majibu, na mimi Mungu amenipa neema siku hiyo kuhakikisha na muhudumia mtu mmoja mmoja. Haijalishi watu watabanana, watakuwa ni wengi kiasi gani, Mungu anisaidie na kazi ya Mungu ikafanyike kwa ukamilifu, pasiwe na upungufu wa aina yoyote. Kila mtu atoke ameguswa na ameridhika. Na wale ambao watakuja kuchukua mitaji, watakaokuja kusapotiwa, wafike watu mapema, na hakikisha kabla hujaja pia unamwambia Mungu, nionekanie. Hakikisha unafanya tu, tamka tu hata neno moja, Mungu nionekanie. Angalau ni mmoja kati ya mtu ambaye utakutana na bahasha ya Nabii Doni. Mungu akubariki sana. Karibu tena. Don TV, nuru ya ulimwengu.